Movie bwana inakuja kuanzia hapa. Tunamwona bidada ndani ya gari anaitwa Ada, lakini pia kuna mkali ambaye anaitwa Abasi. Na hapo alikuwa katika gari, lakini walikuwa na mazozano makubwa sana. Mshikaji alikuwa anamuuliza, "Hii ina maana kwamba hujanielewa kitu gani naongelea? Hujanielewa kitu gani namaanisha?" Udada anaitwa Ada bwana akasema, "Hapana, naomba tu naelewe kaka yangu. Sikuwa na dhumuni la kukusumbua, lakini sioni sehemu ya kwenda. Sioni sehemu ya kuelekea." Huyu jamaa akamwambia, "Basi sasa shuka." Hainihusu, hainihusu. Yaani wewe unasema kwamba una hela, mimi sielewi sawa. Wewe unasemaje una hela? Bidada huyu kwa jina la Ada alikuwa kimya tu. Huyu mshikaji driver taxi anaitwa kwa jina la Abasi. Sasa huyu driver taxi ni kwamba amempakia udada, lakini dada anasema hana pa kwenda na wala hana pesa. Na mshikaji ni analalamika vibaya yani. Ni kwamba sasa haelewi dada anataka nini kwenye gari lake. Dada anasema ya kwamba yani hana pa kwenda na hana sehemu yoyote ile ambayo anaweza akafikia na akaishi huko. Ni kwamba sasa yani imetokea sitofahamu. Mimi najua pia unaweza kuwa unajiuliza imekuaje sasa huyu dada anang'ang'ania kwenye gari la mkali Abasi. Abasi anazidi kulalamika sana. Hebu tuende pamoja sasa, nikukumbushe kusubscribe pamoja na kucomment ili tuende tukajue ni kitu gani ambacho kinachoendelea, lakini pia wa kwanza kuweza kupata taarifa zinapoingia chapu tu ya uweze kupata moja kwa moja. Sasa ilikuwaje? Ilikuwa hivi, ni kwamba sasa ilikuwa ni asubuhi ambayo bidada huyu alikuwa akikimbizwa na mpenzi wake baada ya kuwa amekupishana kauli chumbani bwana. Sasa baada ya kuwa amekimbia, huyu jamaa alisema tena, "Ukome mwanamke mjinga kabisa, huna akili." Jamaa alikuwa amekasirika kinoma noma. Sasa bidada akawa amekimbia. Sasa huyu mshikaji ambaye sasa ni Abasi, ni driver taxi, alikuwa akiongea na mteja wake, na hapa sasa alikuwa anaelekea kwa mteja. Lakini sasa tunavyojua masuala ya barabarani ni kwamba kulikuwa na tuta hapo. Mshikaji ikabidi kwanza aweze kukanyaga kidogo kwanza break ili aweze kuvuka hilo tuta. Sasa wakati anazidi kusogea taratibu, akawa sasa ametokea bidada ambaye ni Ada. Yaani katika zile kimbia za kumkimbia mpenzi wake akamefika huko na kumkuta mshikaji amevuta kidogo break. Alipoliona tu gari mwanangu akamedandia. Alivyoingia tu hapo ndani akaomba gari liweze kuondolewa moja kwa moja. Jamaa anamuuliza, "Vipi madam, unaelekea wapi?" Akamwambia, "Mimi naomba endesha gari. Naomba endesha gari, usiniulize lolote kwa sasa hivi." Basi mshikaji ambaye sasa ni Abasi akaona sio mbaya kwa sababu yuko anaelekea nchi hiyo moja na ndiko sasa mteja wake anakomfuata, ikabidi tu aweze kukausha. Lakini bidada Ada alikuwa na pressure sana. Kumbe hiki ndicho ambacho kilichokuwa kimetokea kabla. Basi sasa mshikaji akawa anaendelea kufanya mawasiliano na ule mteja wake ambaye alikwenda kumchukua. Akamwambia, "Madam, niko nakuja." "Ya, niko njiani madam." Upande wa pili Ada amekaa tu ametulia nini, ana mawazo stress mtindo mmoja yani. Mshikaji ikabidi amgeukie kwanza na kuanza kumuuliza, "Madam, nimekwambia shuka basi. Kuna makanisa, kuna vituo vya polisi, unaweza ukaenda kuomba msaada wakakuhifadhi. Sasa unang'ania kuna gari yangu mimi ili iweje? Hebu toka bana kwenye gari yangu. Unang'ania ili iweje bwana? Ndio nini sasa hii?" Lakini sasa jamaa alizidi kuongea, akizidi kuamini kwamba katika kuongea kwake bidada anaweza akaogopa pengine. Lakini ndo kwanza Ada hata hawazi, ni kwamba ni ana stress sio poa. Baada ya dakika chache wakawa wameweza kufika eneo husika ambayo atakiwa aweze kufika ili Abasi aweze kumchukua abiria wake. Lakini sasa ni kwamba sasa atafanyaje hapa, na kwamba kwenye gari lake kuna bidada ambaye hataki kushuka. Baada hapo huyo mteja akawa amefika. Huyu dada bwana anaitwa Ana. Baada ya kuwa ameingia akamsalimia akamwambia, "Okay, tunaweza tukaondoka." Sasa huyu dada hakuwa anajua kwamba huko nyuma kuna mtu. Alivyokuwa sasa amejiangalia vizuri hapo kwenye kioo, akajiangalia akaona, "Mbona kama nyuma kuna mtu hivi?" Akawa sasa anajiuliza, "Hey, una antena?" Akageuka akamcheki, "Una antena huko nyuma yangu?" Usingeniambia. Akamwambia, "Samahani, huyu ni dada yangu." Mshikaji ikabidi adanganye, "Dada yako sasa kwaje? Ili si gari kwani gari la familia?" Akamwambia, "Samahani, naomba tunisamehe. Naomba unisamehe. Huyu ni dada yangu anaumwa, anampeleka hospitali. Naomba tunisamehe. Tunaenda naye hospitali." Basi bidada Ana ikabidi tu aweze kuwa mpole. Baada hapo akabidi aweze tu kumwambia, "Haina shida basi tunaweza tukaondoka." Lakini hakufurahishwa na hiki kitu kabisa. Ni kwamba akamwambia, "Vitu vingine bado uage tu unasema kama una mtu unampeleka hospitali, ungempeleka kwanza hospitali." Bidada ikabidi akubali na mshikaji ikabidi aweze kuwachukua moja kwa moja na kuwapeleka mpaka sehemu husika. Baada ya hapo kabisa amwambia, "Dada, tayari tumeweza kufika." Akamwambia, "Sasa sikiliza, hela yako sina mpaka niingie ndani, nikitoka ndani ndo utakuja na hela, afu pia inabidi unisubirie." Akamwambia, "Sawa, sasa unajua na mgonjwa ndani nataka nimpeleke hospitali." Kumbuka mshikaji amedanganya. Basi bwana, bidada akabidi amwambie, "Bwana, kwanza itabidi unisubirie hapa, natakiwa tu nije niondoke turudi wote." Sasa kimbembe kikabakia ndani. Basi anamcheki bibi akamwambia, "Dada." Ada yuko kimya tu yani, aongei maneno mengi, anaongea tu kidogo yani kama hataki hivi. Basi akamwambia, "Sasa mimi nikusaidiaje?" "Yaani mimi nikusaidiaje tena, muda wako umeisha. Unatakiwa ushuke. Yaani kama una sehemu ya kwenda nishakwambia." Akamwambia, "Sina sehemu ya kwenda, naomba basi unistili, unielewe. Sina sehemu ya kwenda, nina matatizo ambayo yametokea. Yaani sijapenda kukusumbua. Ningeondoka kwenye ile gari lakini
bado sioni hata pa kwenda kwa kweli. Sasa mimi nanihusu nini? Mimi sio biashara yangu, yani ni nje ya maisha yangu. Kaka, naomba basi unielewe, mimi na matatizo mwenzio. Yani sikutegemea kuweza kupitia kwenye wakati kama huu. Na hata pia bank account yangu haifanyi kazi. Basi inabidi sasa sikilize, lakini haelewi kitu ambacho kinachoongea katika masikio. Akamwambia, "Auntie, naomba unielewe. Mimi niko kazini mwenzio, niko na majukumu yananisubiria, naomba unielewe tafadhali." Lakini Ada anazidi kumsia akimwambia kwamba na matatizo, mimi na boyfriend wangu tuna matatizo, lakini sasa sitamani hata kurudi kwake, sitamani pia hata kwenda nyumbani. Nimefahamu kwamba mpenzi wangu amekuwa akinchiti. Jamaa kabaki anashangaa, nini tena hizo stories za mapenzi tena? Amenichiti na wasichana wawili kwa macho yangu nimewaona kabisa kilala nao kitandani. Basi akabaki anashangaa, story kumbe za mapenzi ndio zimefanya usista tena nakuja hapa tena, ndio hivi tena. Yani sikutegemea alichonifanyia. Sikutegemea. Bidada Ada anazidi kujitiririsha hapo na kuzidi kumwaga mchele. Akamwambia yani sitamani hata kurudi kwake. Basi naye anazidi kusikiliza tu kwa umakini, ndio tayari kashakuwa msikilizaji wa kesi hapo kama hakimu. Bidada ambaye sasa ni Ada akabidi kuendelea kujieleza tatizo limeanzia wapi na kwa nini pia ajisikia hata kuondoka. Anazidi kutoa story kwamba ndio hivyo hivi ilivyokuwa kama tulivyoweza kuona mwanzoni kabisa mwa hii story. Sasa ni kwamba hiki kisanga kilianzia nyumbani. Ni kwamba ilikuwaje? Mshikaji alikuwa kifoka sana. Huna adabu, hauniheshimu. Mimi ni mume wako mtarajiwa. Sioni heshima ndani ya nyumba. Akamwambia, wewe ndio ambaye uniheshimu mimi. Kwa macho yangu nimekuona na wanawake wawili, unadate na wanawake wawili afu bado tuna siku mbili za kufunga ndoa. Mshikaji sasa kwa aibu ikabidi ampige kibao. Baada hapo msichana sasa akawa ameinama, akaendelea kumsukuma. Hivyo atumia akili? Sinaongea na wewe, unatumia akili zako vizuri? Mimi ni mwanaume wa hii familia, natakiwa niheshimu. Sasa alipojichanganya siku uko tandala ili ampige nayo, dada akampiga kwenye sanduku la kula. Bwana, kuna umaga huko. Ndiko bwana kulikotokea sasa hiyo story. Mshikaji akamwambia pole sana. Hivi wanaume wengine wakoje? Anaanzaje kupiga mwanamke? Yani anainoje mkono wake na pole sana. Bibi Ada bwana ni ananungunika tu hapo nakwambia. Sasa mshikaji akamwambia, sasa sikiliza, wanaume kama hao kwanza itakiwa tu wangesukumwa ndani. Sasa ule wakati wanazidi kupiga story, jamaa kaja kushangaa, mbona kama vile una kidonda hapo kwenye mdomo? Sasa bibi Ada ndo akaja kushtuka kwamba kwenye mdomo wake kuna jeraha bwana. Sasa bibi akuja kucheki vizuri, anashangaa damu kabisa ni kwamba zimeweza kuvujia kwa juu. Jamani, Mungu wangu, sasa hii ndo nini? Upande wa pili sasa babasi kwa akasemaje, hii sio sawa. Hii sio sawa kabisa. Yaani mwanaume anakupigaje? Afu isitoshe inakuaje kwanza? Bibi akasema, unajua kuna vitu vingi ambavyo mwanaume kanifanyia, kanisaidia familia yangu. Hata kama kakusaidia, hapaswi wala hana haki ya kuweza kukufanyia hivyo. Sio haki kwanza. Hata kama wewe amekusaidia sana kwenye maisha yako. Nasema yani hujui tu kaka yangu, hujui. Amenisaidia sana kwenye maisha yangu. Kwa bidada anadai kwamba huyu mshikaji ambaye ni bwana wake ni kwamba amemsaidia sana kwenye maisha yake. Akamwambia hata kama hapaswi na wala haitakiwi. Kwanza ni kinyume cha sheria. Mwanaume anaanzaje kukupiga kiasi hicho mpaka unaumia? Ndio nini hiyo? Sasa bwana tunahamishwa hapo na kuja upande wa pili kwa huyu bwana ambaye ni ule mchumba wake nani? Ada. Sasa huyu jamaa alikuwa amempigia mama yake Ada na kuanza kumwambia, mama sikiliza, mimi ninachokwambia unafikiri nakutania au nakudanganya? Mimi nimekwambia kile ambacho mwanao amefanya. Nimeshuhudia kwa macho yangu anachati na mwanaume mwingine na unajua tunakaribia kufunga ndoa. Ndio tabia gani hizo za mwanao? Mwelekeze mwanao aache ujinga. Kwa hiyo mimi nakudanganya, si ndio? Mimi ninachokwambia ndicho ambacho nimekiona kwa mwanao. Na anachokifanya kiukweli mama, mimi sijapenda. Ongea na mwanao. Tunarudi upande wa pili kwa driver taxi huko. Bibi anamwambia nashukuru sana. Nashukuru kwa yote mmeniambia. Jina langu naitwa Ada. Akamwambia jina langu naitwa Abasi. Lakini pia ni vizuri tumeweza kuonana. Nice to meet you. Lakini pia pole kwa yote ambayo yametokea. Mshikaji bwana ikabidi aweze kumshauri anakamwambia ni vizuri kama utatazama njia sahihi kwa ajili ya maisha yako. Lakini wakati wanaendelea kuchonga story bwana, simu ya bibi inaita. Mshikaji akamwambia simu yako inaita. Bibi ikabidi aweze kuitazama ni nani ambaye anapiga au tena saizi hapa afu mimi sielewi. Akamwambia ni mama yangu atakuwa anapiga. Unafikiri kwani atakuwa ni nani mwingine kama sio mama? Mshikaji akamwambia ndio pokea. Sasa mama yako wewe pokea simu yake asije akawa na wasiwasi saizi. Si unajua tena. Bibi ikabidi sasa aweze tu kujivuta na kuweza kuishika simu hapo, angalia ni nani ambaye anayeongea. Sasa ikabidi aweze kuipokea. Akatia zake kwanza kwenye sikio hapo chap chap. Kama mama habari vipi? Mama yake bwana akaanza kufoka moja kwa moja. Akamwambia hivi bwana, hivi mtoto una akili gani? Nimekuelekeza ufanye kitu gani hapo kwenye huo mji wa huyu mume wako? Akamwambia mama nisikilize basi. Acha kupaniki mamangu. Unajua kitu gani kinachoendelea? Nisikilize nini?
bwana wewe alikuwa anagombezwa vibaya. Chochote ambacho angeweza kukiongea hapa asingeweza kusikilizwa, ndio maana hata kutaka kuipokea hii simu. Ni kwamba yani weakness iliyopo ni kwamba mwanaume ambaye anayemtesa leo ni kwamba ni mwanaume aliyemsomesha chuo na kuisaidia familia yake bie, ambaye sasa ni Ada. Ada anajaribu kumbeba mama yake, mama nisikilize basi, usihukumu moja kwa moja, usianze kunihukumu mimi, hujasikiliza wote wawili, hujajua kwa changamoto gani, hujajua mambo ambayo ananifanyia mwanaume, mambo ninayoyaona anayofanya ni mazito, na ndio kwanza tuna siku 3 bado tunategemea tufunge ndoa, kuna mambo mazito ambayo mama mimi nayaona. Akamwambia yani sikuelewi hata kidogo kitu ambacho ninachokiongea. Ni kwamba Ada hapa bwana haeleweki kitu ambacho anachokiongea mbele ya mama yake, na mama yake ni kwamba anachosikiliza yeye ni upande wa mwanaume. Ada anachokiongea anamwambia mama nisikilize, mimi ndio namjua mwanaume, mimi ndio nakaa naye pale nyumbani. Unajua kabisa nimekuja tu kumtembelea wiki hii moja. Kwa hiyo ndio nataka uniona pressure, si ndio? Mama bwana haelewi. Bibi ikabidi tu amwambie, mama hebu naomba tuache kuongelea hili jambo, naomba kabisa tuache na sitaki kuliongelea jambo kwa sasa hivi, naomba tu mama uniache kwa sasa hivi, tutapata muda mwingine tutaongea mama tafadhali. Ikabidi hawezi kukata simu na kuweka pembeni. Mshikaji ikabidi sasa shangae, umeona zima simu, unazima simu mamako huyo? Akamwambia hapana, nahitaji kuweza kutulia, nahitaji muda wa kuweza kupumzika, sihitaji kuongea haya mambo, nimechoka kwa sasa. Mkali sasa ni Abasi, ikabidi tu aweze kutulia. Sasa hajui atafanyaje. Leo mteja wa kwanza kabisa wa asubuhi wa kwanza amekuja na visanga kama hivi. Lakini masaa kumbuka yanasogea. Kuna yule dada anaitwa Ana aliyeingia kule ofisini na aliyoahidi kwamba atarudi chapo tu. Baada ya kuwa amerudi ikabidi umwambie ukweli wa mambo jinsi yanavyokwenda. Baada ya kuwa umempa story yote, huyu dada kwa kweli alisikitika sana. Bibi ya Ada aliendelea kumwambia kitu ambacho kilichotokea na kichotokea kupelekea huyu jamaa hawe na yeye wakati huo hapa. Huyu dada alisikitika mno sana. Akasema, jamani, hivi wanaume wengine wana akili gani? Yaani mna siku mbili zimebaki mfunge ndoa, alafu unaona kabisa anakuchiti wewe. Hivi unaanzaje kwanza kuishi na huyu mwanaume wa hivyo, bado tena anakupiga na kuumiza? Basi ikabidi waweze kwanza kurudi nyumbani ili wamrudishe huyu bibi ambaye ni Ana. Safari bwana ikuchukua muda mrefu, ilibidi sasa waweze kumpeleka bosi nyumbani aweze kurudishwa. Baada ya hapo ikabakia sasa ni wao wawili wanaangalia ni ustaarabu gani sasa wafanye ili waweze kuondoka. Lakini sasa changamoto iliyojitokeza nyingine ni kwamba gari lilianza kuzingua. Mshikaji anatia funguo, anawasha ngoma ishtuki. Vipi gari na shida gani? Ajaribu kuwasha iende. Hii gari vipi, mbona sielewi? Bibi anauliza kwani shida nini? Mimi sielewi hii gari na shida gani. Hebu niache kwanza, nazidi kuchanganyikiwa mwenzio. Ni kwamba mwamba yani siku leo ni vulu vituko. Hebu niache bwana, vipi? Simekwambia hii gari wewe linasumbua, ngoja kwanza nikaangalia huko nje bwana. Mshikaji ni kwamba ni amevurugwa. Akamwambia hebu kajaribu basi kufungua kwenye bonnet tu, angalie kwenye betri labda kama kuna shida. Kaangalie pia na ngoja mimi nikaangalia. Weka bwana, kanda naenda mimi mwenyewe kuangalia. Ngoja niende mimi mwenyewe. Yaani ile gari hii siku vipi ya leo? Mbona kama sielewi jamani, natamani hadi kulia. Sasa ikabidi watoke nje kwanza waende wakaangalie kwenye bonnet vipi huko. Betri labda limecheza nini, ikabidi wafungue. Baada ya kucheki kwenye gari humo ndani wote hawajui kitu hata kimoja. Bibi anamwambia labda ni hapo, angalia hapo. Mshikaji, sio hapo bwana. Wewe unajuaje masuala magari, unajulia wapi? Kwa siku ya leo kwa upande wa basi bwana, kazi ya leo itakuwa ni ya moto sana. Ikabidi waweze kufunika tiro bonnet na kwenda sasa kuangalia vitu vingine. Ikabidi waweze kurudi kwenye gari. Bibi anamuuliza, vipi? Unaweza kaangalia? Niangalie nini bwana? Mimi kwanza hapa njaa inaniuma. Hebu niache kwanza nipumzishe. Mbona leo siku ya leo umeiandaa marafiki yangu? Au katafute msaada sehemu nyingine, kuna vituo vya polisi, akaambia wewe, na njaa kwanza, naomba kwanza uniache. Niache kwanza mimi nipige simu niangalie msaada. Ikabidi sasa aweze kutafuta namba ya simu ili aweze kumtafuta sasa mechanic aje kucheki gari hili lina shida gani. Bibi naye pia kwa sababu tayari hii changamoto ni ya wote. Jamaa ikabidi ampigie simu mshikaji mwenyewe simu kama vile. Kwa utakwambia mwanangu sikia. Sasa hapa ndiko kilipo kitu kizito, ni kwamba wakati jamaa yeye anahangaika na gari, bibi yeye ashajua kwamba mshikaji njaa inamuuma. Sasa wanawake ni watu wa ajabu sana. Bibi ikabidi kwanza aweze kuzunguka nyuma ya gari huko, asangalia kitu ambacho anachoenda kukifanya. Mshikaji ameni Abasi yeye yuko anawaza ndafanyaje gari langu lipone. Bibi Ada ikabidi aweze kuzama ndani kwenye ile nyumba ambayo sasa ni yule mteja ambaye ni Ana anakoishi. Baada ya kuwa ameenda huko, alichokifanya akaenda akagonga mlango mara ya kwanza, mara ya pili bado hajajibiwa. Kagonga tena mara nyingine bado hajajibiwa. Mshikaji bado yuko anahangaika na gari. Baada hapo sasa akawa sasa amejibiwa huko ndani, wakawa umetikia karibu. Baada ya kuwa ameingia, cha kwanza alichokifanya alimwomba dada, samahani, naomba umsaidie kitu kimoja.
tuko hapo nje na gari yetu imeharibika. Bibi akamwambia kwa hiyo naomba nisaidie, dereva amefanyaje kwani? Hebu niambie kwa dereva ana shida gani? Ana shida gani dereva wako? Si gari yake imeharibika. Atatengeneza. Hamna mimi sina maana, gari imeharibika, si ndio? Atatengeneza, atamuita makenika, atakuja, atatengeneza gari hadi itapona. Hakuna kitu kingine. Kwa shida nini? Kama vile anamkwepa, akamwambia hapana, naomba unisikilize. Sasa nikusikilize nini tena? Wewe unataka nini kwangu? Hapana, mimi namaanisha nini? Namaanisha kitu kimoja tu. Nisikilize. Unajua nini? Yuko pale nje lakini njaa inamuuma, ana njaa. Kwa hiyo anahitaji chakula, tumpe chakula aweze kula. Dereva basi sijui alala bila kula mwanangu, yani uweze amini, sijui ndio pigo zao wale mabachela kama mimi hapa. Sasa baada ya hapo mshikaji akampa chakula. Bibi akaulizwa vipi wewe? Akasema mimi sina njaa, sijisikii kula kwa kweli, sina appetite ya kula. Mshikaji bwana ni anatupia vibaya, akamwambia kiukweli nashukuru sana kwa chakula kwa kweli. Nimependa chakula kitamu. Na zaidi hapo sijui tu nisemeje, chakula kitamu sana. Mshikaji akashushana kikombe. Bwana kama unavyoweza kujua. Baada hapo akawa ametoka nje. Akamwambia sasa umalizia, ngoja kwanza nikamtazame fundi huko maana ameniambia kuna vitu yuko anarekebisha. Sasa Ada na Ana wakabakia sebeni. Sasa tujiuliza, je, itakuwaje gari ikipona wataondoka wote? Yani mkali ya basi pamoja na Ada wataondoka, wataenda wapi? Mimi sijajua kwa sababu Ada hataki kurudi kwao. Punde si punde tunamwona mkali sasa amerudi ndani na anauja na kisanga kingine kipya. Yaani ile siku ya leo kwa bwana Abasi imekuwa ni ya moto kwa kawaida. Anamwambia wewe nikopeshe tu hiyo pesa, nikopeshe. Sasa mimi nitafanyaje? Gari imeharibika na fundi hapo yuko nje ananisubiria. Nataka hiyo pesa niazime. Yaani niazime tu hiyo pesa kidogo, nitakurudishia. Mimi unanijua. Lakini pia bibi Ada naye pia anatetea huruma. Ana akamwambia jamani, Mungu ananiona, ni shahidi. Mwaminifu kabisa. Yaani mimi hapa nilipo sina hata 10 mbovu. Wewe mwenyewe unaona hela nimekulipa yote uliokuwa unadai, lakini hapa nimebakia na hela ya kula tu leo na kesho. Basi Ada naye akadakia akamwambia hapana, tuazime tu kidogo, tutengeneze gari yetu tuondoke. Si unaona tutakulipa. So huyu si rafiki yako unamjua vizuri. Akamwambia sasa mimi nifanye jamani? Mimi nishaambia mimi sina hela ya kuwapa ya kutengeneza gari lenu. Ni kwamba safari ya leo ya bwana Abasi imekuwa ni ya moto. Dereva taxi leo ana kazi. Bibi Ada ajaribu kumtetea lakini hakuna chochote ambacho anachoweza kuambulia. Anaambia jamani, tazameni hii nyumba ioneni vizuri. Lakini mimi hela huko ndani sina hela ya kuazima. Mkali analalamika, bwana tuazime basi kidogo, tuazime tu hiyo pesa ulionayo. Sasa mimi naomba nipate kidogo mapumziko afu baada hapo tutaendelea. Mimi niseme kwamba usisahau kusubscribe pamoja na kulike na kucomment na kushare video hii kwa marafiki zako. Lakini kubwa zaidi ukilike video hii, yani unakuwa umetusogeza mbele zaidi. Lakini kitu kikubwa ni kwambia usikae mbali. Naenda kuachilia muendelezo. Sasa hivi tunaenda kuenda moja kwa moja. Tunaenda kuangalia kwamba mkasa utaenda kuisha vipi. Kumbuka kuna ule mchumba wa Ada, lakini pia kuna mama yake Ada, lakini pia tujajua hatima ya hawa watu watatu itakuwaje. Sasa Ada pamoja na Abasi, gari likipona wataondoka wote, wataenda wapi? Ada ataenda kwenye geto la mshikaji kwa sababu hataki kurudi wanawake, lakini pia hataki kurudi kwa mama yake. Ni kwamba yaliopo yajayo yanafurahisha. Bwana mimi nikwambie, endelea pamoja nami together.